Wewe, Bahati. Wewe Bahati. Nini? Nini? Shikamoo. Vipi? Hicho nini? Unaficha nini huko? Hamna mama, ni shuka tulikuwa imekaa vibaya. Shuka mbona unaiweka pembeni? Hamna. Mwanangu, kifo kilimuumbua mficha maradhi. Hakuna haja ya kukumbatia kala mtu. Ukizani itakutolea baridi. Bahati, mwanangu, utaungua. Sasa mama yote yanatokea wapi? Kwani mimi nimefanya? Si kwa nimelala jamani au kuna sehemu nimeenda? Uwazi ni sawa na mtoto wako wa kike. Ukishindwa kumlea vema, kuletea mimba. Na hiyo mimba atazaa mtoto, ataitwa majuto. Na huyo majuto atakuwa mjukuu wako wewe. Amka ukatete maji. Sawa mama. Baba, shikamoo. Marahaba Sui. Salama. Unakwenda kisimani? Nafuata maji ya kunywa. Sasa nenda, ukirudi nina mwongozo na wewe kidogo. Sawa mwana? Sawa. Uliona kunisubiri mimi sijote kisema niko na dhambi sana. Kwa hiyo ndo salamu. Bwana hebu achana na mimi kwanza. Ndio, mbona unaongea sana? Bwana hebu niache, kuna naongea sana kitu gani? Watu nakubaliana unapita kisimani yote. Kuniacha nyumbani mimi nimekaa nyumbani nimekaa tu na kana subiri tu kwamba umeshafika kisimani zamani. Shoga bana kwa Nigeria tipi ya kwanza nipeleke ya pili ndio nikupitie. Kwa sababu nyumbani maji hamna. Nyumbani maji hamna ndio nikifanya. Mimi hapo na ndio maana nikuja na domo hizo. Sasa hivyo ndugu yangu, kilichonichanganya
wakati natoka nyumbani. Baba akaniambiaje? Fanya haraka kisimani wahi kurudi. Kuna jambo nataka nije nikwambie. Hasa hapo nakwambia akili yote imetoka na wazo, naambiwa kitu gani? Kuja kuambiwa nini mimi na huyu mzee? Anakuja kunieleza nini, nimekosa nini, nimefanya nini? Kwa hiyo ndo maana nikajikuta nishafika kisimani kwa sasa hapa nichote maji. Nikienda tripu ya kwanza ya pili nitampitia shoga yangu. Lakini kwani wewe muonekano ule yani kwamba ulimuona Kwa kwenye ile tu ya kawaida. Tena yenye furaha. hajakasirika wala nini? Maana mzee yule hajakasirika na kuhusu mama, kumbe mimi hata sijamwambia chochote. sasa nataka kukuambia nini? Ndo hapo sasa nawaza kitu gani anachotaka kuniambia. Hapa ndo na kimuhemuhe niende nikamsikilize nijue ni kipi anachotaka kuniambia shoga. Au wali mfikisha kuhusu swala lako la mchumba wako hapa nikikono. Yaani unakata pointi za muhimu kuongea wewe. Yaani wewe ukikani ya madikikono ndio kukaa kichwani. Yaani wewe tukikani ya madikikono. Yaani hauwezi kaongea pointi ya kueleweka bila kumtaja madikikono. Kama bwanako mchukue. Jamani kwani mbona umenikalia kooni hivyo? Sasa shoga yangu, wewe hapa cha haraka. Ni cha haraka wewe kinachonituma hapa. Sababu mimi sije kufanya tukio lolote lile nyumbani. Huenda mama kamfikishia habari zako za madikikono, baba ndio aenda kamfikishia mzee wako. Unaweza itakuwa sawa gani? Ni lolola madikikono. Wewe unachota nyama madikikono tu ndo kakaa kwenye kichwa chako wewe. Baadaye umwaze mwanaume wako kule ndo aende utafungwa lini na kumekalia na habari za madikikono. Kama banako mchukue na nisikilize na nilibati. Sitaki tena mimi hizo habari. Na kama ushaga ufe na ufe kwanza leo sitaki. Wewe unafikia tu hawezi kufa shoga yangu. Ulishasikia ushoga la kufa wapi? Hayo makaburi unaweza kuonesha alipo. Chotena maji. Hebu pita uje mimine maji huko. Unachotena. Kamwita madikikono aje kutuia. Niache huko. Yaani wewe unachefuana kweli, sijui upoje. Hatari. Yaani wewe ukikani ya madikikono na madikikono. Nipishe bwana kwa bwana. Wewe naye ndio mlote ile umekuja nalo subira nini? Hii jamaa hadi na nimekaa vibaya. Mwanangu. Beba. Umetoka kisimani? Nisharudi. Unajua nilikwambia kama ukitoka kisimani kuna jambo nataka kukwambia. Sasa ndio nitakwambia. Nataka utunze siri. Yale mambo ambayo wagu na yote kwenye njozi, sio njozi. Kweli mimi huwa nashiriki na wewe kwa ndoa. Sijui unanielewa? Sasa nimechoka kushiriki kwa kujificha. Nataka tuwe tunashiriki kwa ndoa. Lakini usije kumwambia mtu. Hivyo. Nimechoka kushiriki kwa kujificha. Kwa sababu waga nakuja umelala, saa zingine nakukuta mfuko macho. Hiyo yote nimechoka. Nataka tuwe tunafanya moja kwa moja tunaonana. Umenielewa? Msamahani babangu. Mimi hapa najisikia kama vile sijasikia au kama vile ndo bado nipo kwenye ndoto. Kama nakwambia ndivyo kweli. Baba. Sija kukosea heshima hata siku moja. Umepita ba, umekunywa
pombe au kwenye nani hizi nini sijui anaita vilabu hivyo kunywa mataputapu ndio maana unaongea vitu visivyoeleweka. Haya nayo yasema ndivyo ilivyo. Sijui unanielewa. Na usije ukathubutu kumwambia hata mama yako. Babangu utanisamehe. Kwa hilo. Yaani kwa hicho unachokiongea hapo. Sipo pamoja na wewe. Alafu ulivyoniambia sijui utunza siri usimwambie mama yako. Kwa ushenzi kama huu nisimwambie mama. Baba, kila kitu namueleza mama na siwezi kufanya upumbavu hata siku moja. Sikiza nikwambie. Toka nimekuzaa hujawahi kuona nimekasirika. Sasa unataka napenda kitu tunataka. Lakini hujawahi kuona nimekasirika. Sasa nasema hivi kama mzazi. Unataka utaki ili jambo lazima lifanyike. Laana huwa inashika kwenye makosa. Na kuambia hivi we mzee. Unachokitaka sikifanyi na yote nakuja kumuelezea mama yangu. Nimeshasema sifanyi unachotaka. Munila. Abe. Karibu. Vipi mbona uko hivyo? Una shida gani? Nipo sawa. Vipi? Baba yupo. Yupo kumwambia. Sitaki tukaongea. Bado una shida gani wewe? Uniambie shida nini? Eti, mbona unanitia hofu mwenzio na unanitia mashaka? Ha, shida nini? Unanipa pressure ujue. Unajua rafiki yangu. Sielewi. Shoga yangu, haya, kulikoni tena kuna shida gani? Maana umekuja hai shoga yangu, unanipa pressure hapa ujue. Anzia hapo hapo napenda kuanzia hapa hapo anzia shoga yangu. Hapo hapo wewe anzia tu niambie hapo hapo napoanzia anzia hapo hapo. Munila rafiki yangu. Bachacha kulia sasa niambie nini kinachokusibu. Hivi unajua matatizo tunayopitia. Maumivu tunayopitia. Chanzo ni baba. Lakini bahati hili swala mimi nishakwambia kwamba haya majitu ndivyo yalivyo. Yaani anaweza kuja kwa namna yote ile na sura yote ile. Sura ya baba, sura ya kaka, sura sijui nani, mpaka na watoto wadogo. Haya majitu ndivyo yalivyo. Mbona unataka kunielewa shoga yangu? Haya ngoja nikutolee mzee akija kusikia taarifa. Unafikia hata kufikiriaje? Munila. Hujui. Ninaongea na Keti mama. Sijalala niko macho. Haya niambie sasa. Munila, kanitamkia mwenyewe. Kakutamkia? Kinachoniuma zaidi. Basi niambie basi. Kakutamkia nini? Kaniweka wazi leo. Kaniambia kama nilivyokuwa nafikiria kwamba ni jini mama, ni ndoto. Haikuwa ndoto. Ilikuwa ni live ananifanyia hicho kitendo. Hata hivyo isitoshi. Ameniambia natakiwa tutafanya live. Sasa Kumbe mzee ndo tabia zake. Mwenzangu makubwa. Mimi hata sikutegemea. Huyu mzee kumbe ndivyo alivyo. Hata sio wa kumzania. Haya shoga yangu nilikuwa nakwambia ndio nilikuwa nakutamkia. Mama alikuwepo. Na mama umemfikishia taarifa? sikuwa na haja hata kusubiri. Niliona nije kwanza. Pole sana rafiki yangu. Sasa shoga yangu, hapa fanya ufanyalo shoga yangu. Hizo taarifa zifikie mama. Yaani fanya unalofanya, fanya unaloweza taarifa zifikie mama. Na ukishindwa shoga yangu, unajua domo langu lilivyo kubwa kubwa.
Nitatema hapa na kuja kumwambia mama kila kitu. Yaani huyu mzee hata sio kumtegemea wala sio kumzania. Tena pengine alianza muda mrefu kabla hata hujajitambua shoga. Haya kwa mtoto wake kwa sisi wengine. Usiseme sana naumia. Pole rafiki yangu, pole sana. Pole. Kwa nini nilisaliwa naye? Kwa nini baba? Kwa nini alikuwa baba? Kwa nini? Bahati usiseme hivyo shoga yangu. Maji yakishamwagika hayazoleki. Tayari imeshatokea. Tayari ni baba yako na tayari yule ndo kashakuzaa. Hiyo haina jinsi wala wala uweze kuibadilisha. Cha msingi tu taarifa zimfikie nani? Zimfikie mama. Ili ajue ni namna gani nimeweza kulimaliza hili tatizo. Bora ningetoka. Au ningekufa siku nizaliwa. Sio baba. We, sio kauliza kuongeza. Shoga yangu subiri. Sasa uko babani ndio unaona unataka na huko unalia. Hauko babani wakiuza unalia nini utajibu nini? Uko babani mtoto mtefani kapita na chozi dada. Futa ya chozi. Kuwa sawa. Sasa utapita babani kuna huko. Alafu kitu kingine. Naomba usiende kufanya masuala ya kipumbavu huko. Kenda kufanya mambo ya kijinga tafadhali. Bado tunakuhitaji ujue. Sijui unanielewa? Siri tena siri. Sasa sikiza jikaze. Sio kile baba anaenda analia hivyo. Siri tena. Siri tena. Jikaze sasa sawa. Pole baadaye sasa. Wewe binti, hebu nisubiri hapa. Shikamoo. Hiyo shikamoo itakusaidia wewe.